Bwana tuongezee imani. Wapendwa taifa la Mungu, leo tunaadhimisha Dominika ya 27 ya mwaka C wa kanisa katika kipindi cha pili cha kawaida katika mwaka wa liturujia wa kanisa. Ujumbe wa neno la Mungu leo unatualika tafakari juu ya imani. Mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo wanamuomba Bwana wetu Yesu Kristo na kumwambia, Bwana tuongezee imani. Na sisi imani tunahitaji katika safari yetu ya kiroho, safari yetu ya maisha ya ufuasi. Kama ilivyo, imani ni fadhila ya kimungu, tunahitaji kuiomba kutoka kwa Mungu mwenyewe. Waraka kwa Waebrania unatufundisha kuwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Ile sura 11 aya ya kwanza. Bwana wetu Yesu Kristo anapoombwa na mitume kuongezewa imani, kila mmoja wetu anaweza akajikumbusha kwamba imani ina faida gani. Faida inayokuja kichwani kwetu na kila mmoja wetu anaweza akaitafakari kwa haraka kabisa ni kwamba nikiwa na imani naweza kufanya makubwa. Kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyowaambia wafuasi wake kwamba mkiwa na imani kama punje ya haradali mtaweza kuamuru mkuyu huu ung'ooke na ukapandwe baharini. Kwa hivyo imani ni ufunguo wa moyo wa Mungu, ni ufunguo kwa mahitaji yetu ya mwili na roho. Tunapoalikwa kutafakari katika imani, tunaweza tukajiuliza kwamba tunaomba mambo mengi kwa Mungu lakini hatupati. Sasa ni kwa nini tunaomba lakini hatupati? Hatupati kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kutokuwa na imani, ni kuwa na mashaka, ni kuwa na wasiwasi juu ya uwezo wa Mungu, juu ya nguvu ya Mungu ya utendaji. Tukiwa na imani juu ya Mungu tutaweza. Na ndugu zangu katika Kristo, Injili ya leo inatualika kwamba imani tunayohitaji kwa kweli hatuhitaji kuwa na imani kubwa sana kiasi kwamba sisi wenyewe tukajiona kwamba tumekuwa na imani kubwa. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anachukua mfano wa punje ya haradali, ambapo katika tafiti mbalimbali mti wa haradali ni mti ambao una mbegu ndogo sana hata kuliko miti mingine. Kwa hiyo ukubwa na umbo la ile punje ya haradali ndio imani, ndugu zangu, ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tuwe nayo. Walau hiyo ndogo tutaweza kufanya makubwa. Tunahitaji imani. Katika Biblia kuna mifano mingi ya watu wa Mungu ambao wameonyesha kuwa na imani na wameweza kutimiziwa haja zao kwa nyakati tofauti tofauti katika historia ya ukombozi. Abrahamu ni baba wa imani. Wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo walimwamini kwa neno lake wakaweza kumfuata. Lakini kuna watu mbalimbali wameweza kuponywa katika Biblia, ikidhihirisha kwamba ni tunda la imani. Mifano ipo mingi. Mfano mmoja ambao unagusa kwa namna pekee ni yule mama aliyekuwa akitoka damu kwa muda mrefu. Amehangaika,
ameenda kwa madaktari, wauguzi wa kila aina, lakini hakuweza kupona. Kilichompelekea na kumsukuma mpaka akaponi ni imani yake kwa Kristo, kwamba nikigusa pindo la vazi lake hakika nitapona. Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya 21. Na ni kweli alikwenda kugusa pindo la vazi la Kristo, na mama huyu akapona. Tatizo lilokuwa likimsumbua kwa muda mrefu. Wengi wetu tunamuomba Mungu kwa kujaribu. Je, Mungu atanisaidia? Je, Mungu ataweza kulifanya hili? Na ndiyo maana hatupati. Tunafanya majaribio kwa Mungu kana kwamba yeye hana nguvu na uwezo wa kufanya yale tunayo. Lakini ndugu zangu, sababu ya pili kwamba kwa nini tunaomba na hatupati ni kwa sababu tunaomba vibaya. Mtume Yakobo katika waraka wake anawaandikia watu wote, na sisi anatuandikia hata leo, ile sura ya 4 aya 3, kwamba mnaomba ampati kwa sababu mnaomba vibaya, mnaomba kadiri ya tamaa zenu. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba tunachokiomba kwa Mungu ni vyema kikalenga ustawi wa maisha yetu, ustawi wa maisha ya taifa la Mungu, na sio vionjo vyetu, na sio binafsi wetu, na sio kujipendelea wenyewe. Ni jambo la kushangaza sana mtu anapomuomba Mwenyezi Mungu kwamba jirani yake apatwe na mabaya, apatwe na mikosi, aunguliwe nyumba, biashara yake iteketee, asifanikiwe, asifaulu. Sala hii kwa kweli, sala iliyojaa binafsi, sala iliyojaa umimi, haimpendezi Mwenyezi Mungu. Kwa kipimo cha kuonyesha kwamba tuna imani kitaonekana pale tutakapoomba yale ambayo sio tamaa zetu. Tutaomba mazuri. Na mazuri ni yapi ndugu zangu? Mazuri ni yale yanayompendeza Mungu. Mazuri ni yale ambayo ni kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kuomba kadiri ya mapenzi yake ni kigezo tosha kabisa kwamba nina imani. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo kabla hajaelekea mateso yake aliletewa kikombe cha mateso, na yeye mara ya kwanza akasema, Baba, naomba uniepushie kikombe hiki, yani mateso haya. Lakini akamalizia akaongezea kwamba lakini si kwa mapenzi yangu bali mapenzi yako. Injili ya Luka sura 22 aya ya 42. Ndugu zangu, mimi na wewe leo tunahitaji kuwa na imani. Lakini sababu nyingine ambayo inaambatana na imani kwamba tunaomba hatupati kwa Mungu ni kwa sababu sisi tu wabaya, sisi tu wa dhambi, sisi hatuko tayari kutubu, hatuko tayari kubadilika, hatuko tayari kusameheana, hatuko tayari kujipatanisha na Mungu, kujipatanisha na jirani. Hivyo tunatengeneza mioyo yetu na akili yetu kuwa isiyo stahili mbele ya Mungu. Tukumbuke kwamba anachokitoa Mungu siku zote ni chema na ni kitakatifu. Anapokitoa tunatarajia kwamba atakiweka sehemu ambapo ni safi, sehemu ambapo kuna utakaso. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe amefundisha kwamba ukienda kutoa sadaka yako, na kama una kinyongo na jirani yako au na jambo na ndugu yako, nenda kapatane naye na huje utoe sadaka
yako madhabahuni. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 23. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu siku zote anatoa chema, hawezi akakiweka mahali pachafu, hawezi akaweka lulu kwenye jalala au kwenye shimo la taka. Tuisafishe mioyo yetu, tuwe na moyo wa toba, tuikimbilie neema ya utakaso wakati wote tunapokwenda kumuomba Mungu. Kwa kujisafisha kwetu, kwa kutubu kwetu, tunatengeneza na kutafuta kibali machoni pake, na yeye atatutimizia kadiri ya mpango wake. Ndugu zangu katika Kristo, tunapoendelea kutafakari kuhusu imani ambayo ni zawadi Mungu ametupatia kupitia sakramenti ya ubatizo, wakati mwingine imani yetu inaweza kujidhihirisha katika sababu hii ya 4, kwamba kwa nini tunaomba hatupati. Ni kwa sababu hatudumu katika kuomba, hatudumu katika kusali. Katika somo la kwanza tunaona mahangaiko ya nabii Habakuki ambaye analalamika kwa Mungu, anamlilia Mungu, Mwenyezi Mungu, nimelia, natoa machozi, auoni, wanatenda udhalimu, lakini haujanitetea. Inaonesha mkato wa tamaa. Kuna nyakati nyingine katika maisha yetu tunasali, tunamuomba Mungu, lakini hatujibu kwa wakati huo ambao tunamuomba. Tunaishia kukata tamaa, tunaishia kulalamika, tunaishia kulaumu na hata pia kulaani. Lakini kipimo cha imani kitaonyeshwa pale tutakapodumu katika kumuomba Mungu, tutakapodumu katika kumsihi Mungu, tutakapodumu katika kutumainia huruma yake, kwa sababu Mungu anajibu kadiri ya muda wake, anajibu kadiri ya utashi wake, na anajibu kwa muda sahihi. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi, na kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo tusije tukasema kwamba Mungu amechelewa kutujibu, amechelewa kututetea. Atakujibu katika wakati ufahao. Tudumu katika kusali, na hiki ndio kitakuwa ni kipimo kwamba sisi tuna imani, sisi ni watu wa imani. Katika kudhihirisha imani hii ambayo tunaiomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia, ni vema tukawa tayari watumishi, tukatumikia pasipo kudai faida. Katika dunia ya leo, watu wengi wana mwelekeo kwamba wanapotimiza jambo fulani, wanapofanya jambo fulani katika jamii, katika kanisa, wanatarajia kupata manufaa, kusifiwa, kupewa shukrani. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kitu cha pekee sana ambacho tunatakiwa kukifanya katika maisha yetu, kama huu mfano ambao ameutoa leo, kwamba sisi tukiagizwa kuyafanya hayo, tuseme kwamba sisi ni watumwa wasio na faida. Tumefanya tu tuliyopaswa kufanya, tumetimiza wajibu wetu. Kila mmoja wetu anaalikwa kwamba katika kuonyesha imani yake asiwe mtu ambaye anataka sifa, anayetaka kupongezwa, anayetaka kupewa maua yake pale anapotimiza wajibu. Huo ni wajibu unakuangukia na ni vyema kuutimiza kwa wakati wake. Ndugu zangu katika Kristo, imani ni fadhila ya kimungu pamoja na matumaini na mapendo. Mtume Paulo anapomwandikia Timotheo katika barua yake ya pili, kama tulivyosikia katika somo la pili, kwamba anamkumbusha aichochee hiyo
karama. Kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali roho ya nguvu, roho ya upendo na roho ya kiasi. Kwa ndugu zanguni, imani ni paji la Roho Mtakatifu. Ni fadhila ambayo hatutaipata kwa nguvu na maarifa yetu na akili zetu. Hatuna budi kuomba hiyo imani. Ni Roho Mtakatifu ndiye atakayetuvuvia hilo paji la imani. Kwa maana hatutaweza kusali pasipo kuongozwa na ule Roho. Na Mtume Paulo anatuambia katika waraka wake kwa Warumi kwamba maana huyu Roho ndiye atakayetufundisha kusali, kwa sababu sisi hatujui namna ya kuomba, ila yupo yeye anayetutetea, anayetusemea. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26 mpaka 27. Hivyo ndugu zangu, tunahitaji kuomba fadhila hii ya imani. Tumuombe Roho Mtakatifu, maana yeye ni roho wa nguvu, sio roho wa woga. Yeye ni upendo wa Mungu uliomiminwa kwetu sisi, na yeye ndiye kiasi na chanzo cha utakatifu katika maisha yetu. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo aweze kutuongezea imani kama mitume walivyomuomba aongezee imani, na sisi kwa ubatizo wetu tunafanywa kuwa mitume wa Agano Jipya na la milele. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuongezee imani, akuze imani yetu iweze kuchanua kadiri ya sifa na mpango wake.